Kwa majina anaitwa Dr. Dominicus Elias Kabogo, ni daktari bingwa wa upasuaji wa uso, mataya, kinywa na meno kutoka katika Hospitali ya Taifa Muhimbili, tawi la Mloganzila. Leo ningependa kuzungumzia namna kipindi cha ujauzito kinavyoweza kuathiri afya ya kinywa na meno. Kipindi hiki cha ujauzito ni kipindi ambacho wamama wanakuwa na mabadiliko mengi ya kimwili, ikiwemo sana ni hormones. Hormones zinapobadilika, hizi hormones kwa Kiswahili tunaweza tukasema ni vichocheo. Na mara nyingi hormones ambazo zinabadilika kipindi hiki ni progesterone na estrogen. Sasa mabadiliko ya kipindi hiki yanaweza yakaathiri moja kwa moja mwili, ikiwemo pia sehemu ya kinywa na meno. Hasa katika kipindi hiki wamama hawa huweza kushambuliwa zaidi magonjwa, wanapata sana magonjwa ya fizi na kutoboka meno. Hasa tukianza moja kwa moja katika magonjwa ya fizi, kwamba kipindi hiki ni sababu kubwa ni mabadiliko ya hormones. Hormones hizi zinapoongezeka basi upelekea fizi hizi kuvimba, kuwa na kutoa damu, hasa pale ambapo wanakuwa wanaswaki na hata pia wasiposwaki. Lakini pia kipindi cha ujauzito katika hatua za awali kabisa, wamama wengi huwa wana kawaida ya kuwa wanapata kichefuchefu na kutapika, ambapo kitaalamu tunaita morning sickness. Sasa kipindi hiki ile kipindi wanapotapika, basi mara nyingi wanaweza wakatapika ni acid content kutoka tumboni, ambazo hizo moja kwa moja zinaweza zikawa zina athiri meno, hasa kusababisha tabaka lile la juu la jino kushambuliwa au pia kutoboka. Kwa hiyo ni kipindi ambacho wamama wajawazito wanatakiwa kuzingatiwa hasa katika kipindi hiki, kwa sababu hawataathirika wao tu, bali wataathirika hata watoto waliowabeba, lakini pia hata baada ya wale watoto kuzaliwa wanaathirika. Hasa kipindi hiki, kwa mfano, wa mama mjamzito ambaye hatozingatia afya ya kinywa na meno, ana hatari kubwa zaidi kuzaa mtoto kabla ya wakati wake, ambao tunasema premature birth. Lakini pia anaweza akapata miscarriage. Lakini pia watoto wengi wanazaliwa pia wakiwa na uzito mdogo. Hivi vyote vinasababishwa na hizi hormonal changes katika kipindi hiki. Pia wamama wajawazito wanaweza akapata vimbe katika fizi, ambazo vimbe hizi kitaalamu tunaita pyogenic granuloma au tunaita pregnancy tumor. Hizi pia zinasababishwa na hayo mabadiliko kipindi cha ujauzito. Na mara nyingi mabadiliko hayo huo yanapotea yenyewe, hasa kipindi cha ujauzito kinapokuwa kimekwisha. Lakini endapo atakuwa mama mjamzito hizi vimbe hazijapotea, basi huo inawalazimu waje kwa ajili ya upasuaji. Wito wangu hasa kwa wamama wajawazito, na washauri waweze kufika kwa ajili ya uchunguzi, na wazingatie sana kipindi hiki ni kizuri kwa ajili ya afya zao, lakini pia kwa ajili ya afya ya watoto wao. Kwa hiyo wafike kwa uchunguzi katika hospitali yetu Mloganzila. Tunafanya huduma hizo za uchunguzi na matibabu, lakini pia wito wangu uende kwa madaktari wengine ambao wanakuwa wanawahudumia akina mama wajawazito. Basi akina mama wajawazito wanapofika katika kliniki zao, basi nashauri waweze kuwashauri pia waweze kufika kwenye kliniki yetu ambayo inapatikana Mloganzila floor ya kwanza kwa ajili ya uchunguzi na matibabu. Kliniki yetu tunapatikana Mloganzila hospitali floor ya kwanza, kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa, muda kuanzia saa 2 mpaka saa 10 jioni. Lakini pia tuna kliniki siku ya Jumamosi kuanzia asubuhi saa 2 mpaka saa 7 mchana.